Sasa wote nikufundishe. Akadai hapa kwa Yesu, mbona Yesu alikuwa tu na watu ambao sio ni Waisraeli? Mathayo 13. Akatutolea andiko, akatuambia ule mwanamke Mkananayo si Mwisraeli. Sasa tunakuonyesha miongoni mwa wao thenashara kuna Mkananayo pia. Soma Mathayo 10 aya 3. Aya 3, Biblia Takatifu inasema, Filipo na Bartholomayo, ndio Tomaso, ndio na Mathayo mtoza ushuru, sawa, Yakobo Alfayo, ndio na Thadayo, Simeoni Mkananayo, ndio na Yuda Iskarioti. Hapo Simoni nani? Simeoni Mkananayo. Yule mwanamke alikuwa Mkananayo, sio nini? Sio Mwisraeli. Huyu katika wanafunzi wa Yesu naye yupo Simoni nani? Mkananayo, ambaye sio nini? Sasa ndugu yetu akasema, sisi tunamfuata Muhammadi, sisi wa Kristo. Tukasema hapana. Kwa nini? Vigezo hafai. 47:19 Qur'an. Naam, 47:19 vigezo tu. 47:19 ndio Qur'ani inasema, ndio inasema jua ya kwamba tulia. Akatoa andiko katika Matendo ya Mitume 5 aya 30 kwamba Yesu amekuja awape Israeli msamaha wa dhambi, awape toba na msamaha wa dhambi. Kumbe anajua Yesu anapeana nini? Toba na msamaha wa dhambi, lakini anasema kwa Waisraeli. Sasa tusikie Muhammad, je, naye anapeana toba na msamaha wa dhambi? Soma. Jua ya kwamba hakuna abudiwaye kwa haki, ndio ila Mwenyezi Mungu, isipokuwa Mungu. Naomba maghfira kwa dhambi zako. Wewe mtume, omba maghfira kwa dhambi zako. Maana yake yeye ana nini? Omba msamaha kwa dhambi zako kwanza. Endelea. Na dhambi za Waislamu wanaume wote hawa, na Waislamu wanawake, na dada, ndugu zangu, ndio. Na Mwenyezi Mungu anajua mahali penu pa kwenda na nini na kurudi. Inatosha. Kwa hivyo kumbe yeye anastahili aombe msamaha kwa dhambi zake. Ina maana anazo. Swali, leo kafa. Wakati wake alikuwa akiwaombea Waislamu wanaume, akiwaombea Waislamu wanawake. Leo kafa. Nani anakuombeeni? Nani anakuombeeni? 66 aya ya kwanza, Mungu amemlaumu. Nilidhani atakuja ndugu yetu aseme hapa, hapana, Mungu hajamlaumu. Ama hapa na Yesu pia Mungu amemlaumu. Naam. Yaani ungetoa hilo andiko, badala yake anatoa kitabu cha waraka 26:16 Walawi. Mungu anasema kwa kizazi cha Haruni, nyinyi ambao ni makuhani, asiwepo kilema aliye kuhani. Mungu anasema kwa sababu kuhani ndiye anawapatanisha watu, ndiye anasimama kupeleka sadaka. Sasa kama kilema atakufanyaje kazi hiyo? Hoja hapa sio Mungu. Hoja hapa ni mitume wawili, nani bora? Hatujadili hapa kizazi cha Haruni, la. Ukitaka weka mada hiyo kwamba kizazi cha Haruni, kwa nini Mungu anasema kiwete katika Haruni asiwe kuhani? Sasa hapo tutakuelewa. Lakini vinginevyo, kwa mfano mtume anasema hivi, wake zangu mimi ni mama zenu, 33 aya ya 6. Wake zangu mimi ni mama zenu. Kwa nini? 33:53, ili tusiwaoe wake zake. Na nukuu aya hizi kwa sababu ya muda. Lakini yeye kidume anakuja anageuka, anasemaje? 33:40, piga moja kwa moja. 33:40 inasema, ndio inasema hivi, Muhammad ndio si baba wa yeyote katika wanaume wenu. Swali linakuja, ikiwa wake zake ni mama zetu, vipi yeye asiwe baba yetu? Ndio nataka nikupeni shahidi. Hapa kuna Qur'ani ilichakachuliwa. Nikisoma tafsiri ya Kiingereza, sura hiyo 33 aya yake ni ya 6. Na kuonyesheni ndugu zangu jambo ambalo labda mkuwa mmeona, lakini najua wasomi hapa kina diwani walikuwa hapa wanajua.
inasema the prophet is closer to the believers than their own slaves, than their own selves, and his wives are their mothers. Sasa sikiza ufafanuzi. In spiritual relationships, the prophet is entitled to more respect and consideration than blood relations. The believers should follow him rather than their fathers or mothers or brothers where there's conflict. Muda umeisha. Haya, nitakuonyesheni tu hapa kipengele kinasema, kama utaniruhusu mwenyekiti. Muda umeisha. Haya, nitakuja baadaye nikuonyesheni hicho kipengele. Hii hapa siondoi. Asante sana Mwalimu Chaka. Bwana Yesu asifiwe. Takbir. Asante sana. Tumezishasikia dakika 10 za mwalimu upande wa Kristo, Mwalimu Ruben Chaka. Sasa tunaingia kwenye mtanange wa maswali. Kwa hiyo moja kwa moja tukabidhi mwenyekiti mwenza tuletee swali la kwanza. Haya, swali la kwanza upande wetu huku atauliza Ustadhi Mazinge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mmemwona mwingine huyu anasema hivi, kaulizwa swali hapa. Yesu ameenda akaazima punda, akasema atarudisha. Akatoa aya kwenye Zaburi, Mungu anasema zote ni mali zake. Na sikuulize wewe, na wauliza wa Kristo, hivi mali yako unaweza kaazima? Hivi mtu unaweza kaazima yani wewe una gari yako alafu mwenyewe unasema najiazima gari? Usimtiani huu. Anatoka Marekani, ni mtiani huu. Eti hii maiki ya kwangu alafu na watangazia watu, jamani najiazima maiki. Wewe hujui maana ya kuazima. Kuazima kitu kinakuaje? Sio chako, cha mwenzio. Ametoka Marekani. Kuazima maana yake si chako. Lazima urudishe, lazima ujibu kama kaazima wapi karudisha. Ndio swali hapa. Watu wanataka punda wao. Hawa mabwana hawa ukisema tusikia maiki sijui haleluya 10:34 nataka kuuliza swali. Naam, 10:34 Mathayo. 10:34 Mathayo inasema hivi. Inasemaje? Nitaisoma kama ilivyoandikwa. Naam, wewe sikia. Msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. Bali nini? La! Sikuja kuleta amani, ila bali naam, upanga. Bas. Swali langu, maneno haya Yesu aliyosema, mnatuambia tusimfuate Muhammad kwa sababu Muhammad kaua. Swali, Yesu anasema hapa duniani hakuja kuleta amani bali upanga, na nyinyi mnasema kwamba Yesu ndio. Swali langu, amani iliyokuwepo sasa hivi kaleta nani wakati Yesu kakataa? Mwenyekiti. Asante sana. Tumesikia kutoka kwa Ustadhi Mazinge. Dibebi wangu umewekea mpira kwenye penalty. Hebu nenda kamalizie. Mwalimu Ndacha tafadhali. Dakika 5. Haleluya. Kwanza Mazinge, hiyo sio swali. Na usiwahi kuuliza swali kama hiyo. Na sababu yenye nakwambia usiwahi kuuliza swali kama hiyo ni hii. Wewe umesoma 10:34 Mathayo. Yesu anasema si kuja kuleta amani bali upanga. Sasa huu upanga ambao Yesu amekuja kuleta umeuchanganya na amani ambayo wewe unadhania ni kama hii ya kufurugana duniani. Lakini kile ambacho nataka nikuambie ni hii. Hata Yesu wakati anapozaliwa, malaika walisema
amani imepatikana duniani. Sasa kwa sababu Mazinge hajui, naomba nimfundishe. Hebu nipe 6:17 wa Efeso, andika hiyo. Kwanza, kitu ya kwanza, unajua wakati nilipokea mara ya kwanza, huyu mzee namhitaji sana. Naomba kama kuna mkutano mwingine unaweza fanyika, mniachie huyu mzee nimtengeneze huyu. Soma andiko hiyo 6:17 kitabu. Alafu huyu Kinyogori akaongea maneno mengine hapa ya uongo. Kinyogori pia wewe na kutibu. Tena unaona hawa wawili hawa, tengenezeni mkutano mniachie hawa wawili miezi 2 watakuwa hii midomo wamefunga. Soma andiko. Inasema 6:17. Ndio. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho. Na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Kumbe Yesu alikuja kuleta nini? Neno la Mungu. Upanga wa Roho ambao ni neno la nani? La Mungu. Sasa kwa imani hatuna na amani na hawa watu, kwa sababu simkubali hii injili tunawahubiria muone kama amani hakuna. Lakini mkiendelea kukataa amani hakuna. Lakini sasa kile ambacho Yesu alileta ni upanga ambao ni neno la nani? La Mungu. Basi hiyo imekauka, kifo cha mende, kaburi ya sahau, nimezika. Kama hujasikia hiyo, njoo nyuma yangu uongee vitu zingine, nikukujie na ngia ya pili. Nimekutumia ngia ya kwanza, njoo nikukujie na ngia ya pili. Akaja Kinyogori. Kinyogori akasema kule kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana kuna mwenye amepanda farasi, na huyu mwenye amepanda kwanza ameandikwa neno la Mungu. Sasa Muhammad wapi kaandikwa neno la Mungu? Tena wewe kwanza, Muhammad hakuna mahali amewahi panda farasi, na kama kuna mahali Muhammad amewahi panda farasi, Kinyogori jo utoe hapa, mimi nisilimu leo. Mimi nakutolea andiko leo, nakutolea maneno. Muhammad kenye mnyama aliyopanda si punda wala sio farasi. Ukurasa wa 27, maisha ya Mtume Muhammad. Maisha ya Mtume ukurasa wa 27. Ndio. Jibril na Mikaili walimletea Mtume mnyama mmoja mweupe sana. Mnyama mmoja mweupe sana, mrefu kuliko punda. Huyo mnyama alikuwa mrefu kuliko punda na mfupi kuliko farasi. Kumbe ni mfupi kuliko nini? Farasi. Na Kinyogori anasema ni nini? Farasi. Sasa kuja utoe ni farasi. Hivi vitabu yenu kwanza tujue ya kwamba inagogana. Sasa tujue tusiamini gani, tukatae gani. Kwanza huyo mnyama anaitwa black. Hawa Waislamu wanajua black ni farasi. Hawa wapi hawa? Si unaona ndio anafungua hii vitabu yake sasa. Saa hii unakuja kufanya mazoezi kwa uwanja wa vita. Sasa hebu nipe kitabu hiyo Qur'ani, tafsiri ya Barwani 980. Muhammad tunamkataa kwa sababu hawezi akawa na faida kwetu. Sasa nyinyi mnasema ni nabii anatusaidia na nini? Simtupe faida yake. Ngapi mwalimu? 980 Qur'ani. 980 Qur'ani. Soma hiyo. Hivyo tunategemea, naomba mtutendee haki. Soma hiyo. Inasema ndio, waombee msamaha. Waombee msamaha au usiwaombee. Hata ukiwaombea msamaha mara 70, Muhammad hata akiwaombea msamaha mara 70, Mwenyezi Mungu hata wasamehe. Sasa mimi namgoja kwenye Farisi aseme ni wanafiki. Ukitamka tu wanafiki, yani ile kibano utapata baadaye, ndio utashangaa. Kuja tamka ni wanafiki, ndio utashangaa. Yesu vipi sasa? Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 2:2 mpaka 3. Hiyo ndio faida ya Yesu. Waislamu mkubalini Yesu, wachaneni Muhammad, hana faida yoyote kwenu. Soma hiyo waraka wa kwanza wa Yohana. Hata msomaji amekuja kuwasaidia. Ukitaka kujua kimeumana ni hiyo sasa. Inasema ndio, watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba.